Mtangu. Bena. Basi ndio hivyo tena mimi. Ngoja nikuache nielekee huko kazini. Basi sawa, safari njema, kazi njema. Hakuna shida mke wangu. Natoka soko, zingatia sana kuhusu hapa nyumbani. Usijali. Na ile pesa ambayo nilichukua basi nitafanya haraka sana kuweza kuirejesha. Basi sawa. Haya mke wangu. Mume wangu. Naam. Unakokwenda usisahau kama nakupenda. Usijali bwana kupitia hilo mke wangu. Najua hilo. Unajua nimekuzoea, jua mvua tunaogelea, kifuani kwangu na bembea, unavodeka kama mtoto. But I want to say I will fight for you, my baby, I will fight for you. I will not leave, I will fight for you, for everything. Odi bwana mkubwa. Karibu. Asante. Sijui kama tuzungumze huko au hapana tu. Hata hapa. Allah. Ndugu yangu. Habari za siku nyingi. Namshukuru Mungu bwana. Njema rafiki yangu bwana, na furaha. Unajua na furaha? Kuna kazi ndugu yangu kaniunganishia. Nikaona ngoja nipitie kabisa nije kulipa ile deni kwa sababu kuna hela nimeichukua ya mke wangu. Sasa najua yule shemeji yako mjamzito. Kwa hiyo nimeazima ile hela kwa niaba ya balance. Lengo nije kukulipa kwanza deni lako. Najua nikienda kule mimi nakuja kuunganisha mipango yote. Kwa hiyo nikapitia hapa nije kukulipa hii hela hii. Hela yetu hapa. Basi sawa. Mimi niseme shukrani sana. Ndio. Sawa. Na hii ndio inavyotakiwa. Ndio hivyo bwana ndugu yangu, maana sinajua bwana kukaa na madeni bwana sio kitu kizuri. Kwa nilivyoona hapa kwa huko una uhakika wa kupata basi hakuna shida. Unajua yule rafiki yangu yule kaniunganishia hiyo mishe hiyo. Kwa hiyo nisiwe muongeaji sana maana nisije nikawa nimechelewa tena mpaka ngoja mimi nikuage hapa naweza. Basi yule alina noma. Basi hakuna shida ndugu yangu. Haya wewe. Kila la heri. Odi mzee Kigomba. Odi hapa nyumbani. Karibu. Asante bana. Kujali. Safi. Habari zako? Safi za mihangaiko. Namshukuru Mungu. Haya karibu. Bwana ugeni wako wako. Asante shida beta. Bwana ndugu yangu. Kuna mtu mmoja ambaye huyo ni rafiki yangu sana. Ambao tupo katika mazingira ya utani. Sasa kuna jambo ambalo alinifanyia kwa kweli limeniumiza sana. Maana nimefika hatua kuana kunidanganya nikasababisha kutumia mpaka fedha ambazo niliziweka kwa niaba ya mke wangu mjamzito. Sasa kwa hiyo kweli kile kitendo kimeniumiza sana, amenizalilisha kwa kweli. Kwa sababu ya kufika hapa rafiki yangu aweza kunisaidia. basi mbona haina shida, nadhani ukalimaliza tu hilo tatizo. Ni kweli ndugu yangu? Halo. Yaani hapa mazingira yetu kama kunikuua au nini? Hapana bwana, mimi nataka tu ile tumpe adhabu. Adhabu? Ndio. Acha na shida hapo umemaliza. Bwana ndio maana nikasema ngoja nifanye kila njia niweze kufika kwanza kwa rafiki yangu. Sasa hapo umemaliza bwana. Hapo limeisha tatizo. Basi ni jambo la kushukuru bwana. Basi haina shida. Familia watoto wanaenda vizuri. Ni jambo la kushukuru bwana. Hivyo bwana. Basi haina shida. Tunazidi kupambana. Sasa haina shida, sisi tupo bwana. Safi. Kwema? Kwema. Harakati. Safi. Mbona mbio vipi? Amna, naelekea nyumbani. Sema nini? Yaani dakika moja na mazungumzo na wewe. Sawa, nakusikia. Kwa kifupi tu. Bwana mimi nakupenda. Unanipenda yani? Sana. Sijakuelewa unanipenda kivipi? Yaani nakupenda kimapenzi. Basi sawa. Kwanza mimi niseme mimi nashukuru sana kwa jambo langu. Huyu kelele.
Mbona nashindwa kumuelewa mimi? Na uchawi ukaupata wapi? Na alikoenda nyewe huko. Ila Mungu mwenyewe anajua. Huo ni utani wa kifo. Sasa kama utani wa kifo, nisilaumu sana. Tajua mecha kukifanya. Sio ndoto, ni kweli. Kwa sababu vitu ninavyoviona tofauti ninavyo nilikotokea sasa tulikotokea. Yaani nimetongoza demu kuja kunipiga loba. Kelele bwana wewe. Sio mwenzangu yule kapania. Sasa kama kapania sasa. Mimi nitajua jinsi gani ya kufanya. Sasa nataka tunyoshane tutanyoisha. Kama yeye anaweza mbele, mimi naweza kwa nyuma. Karibu sana kijana, karibu sana. Sawa, nikaribia mtaalamu. Vuka mbele hapa kijana, karibu. Sawa. Sasa mganga, Ndio. nimekuja kwako. Ndio. Nilikotoka. Yangu nakwambia. Kijana, mpaka nafika hapa matatizo yako ni makubwa sana. Ila matatizo yao umeweka na utani na kijana wazako ni utani mkubwa sana kijana. Ndio ni kweli. Kwa hiyo ndio. Bila kufika hapa kijana, ulichotoa kafara. Kafara? Lakini sasa imba ikitikia. Umefika kwa mganga umefika. Bela. Umefika kwa mganga umefika. Bela. Sasa kweli kwa chochote sasa kwamba inakukuta. Kuna matatizo makubwa sana kijana. Bila kufika kwa mzembera kijana. Kafara ilishakuhusu. Umefika kwa mganga umefika. Bela. 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 Basi mbona haina shida, nadhani ukalimaliza tu hilo tatizo. Ni kweli ndugu yangu. Halo. Ani hapa mazingira yetu kama kunikuua au nini? Hapana bwana. Mimi nataka tu ile tumpe adhabu. Adhabu? Ndio. Acha na shida hapo umemaliza. Bwana ndo maana nikasema ngoja nifanye kila njia niweze kufika kwanza kwa rafiki yangu. Usikielele huyu. Huyu anaonekana yuko kwa mganga huyu. Ndio maana nakwambia bila kufika hapa alichokutoa kafara. Sema Bela. Bela. Kweli ni utani wa kifo. Ni utani mkubwa sana kwako. Kwa sababu mtaalamu unanisaidiaje sasa? Kijana, umefika kwa mganga Mzembela kwa sababu hapa kote ana mganga kama ni mimi. Mzembela kweli. Umefika kwa mtaalamu Bela, matatizo yote yatakwisha. Kwa sababu ondoa hofu kijana. Kweli? Kijana ondoa hofu. Umefika kwa mganga umefika. Bela. Umefika kwa mganga umefika. Bela. Umefika kwa mganga umefika. Bela. Hapa angekuja rafiki yangu hapa angekuja kunitoa hapa sasa ngoma ishakuwa ngumu sasa. Wiki ile huyu. Buka. Mama yangu hapa watu wanyana. Ishakuwa ngoma. Sasa hapa angetokea. Kutoka tala mimi. Wewe tena? Ndio maana nimesikia kishindo cha ajabu, kumbe ni wewe. Yaani afadhali nimekuona. Vipi? Afadhali umekuja shoga yangu hapa sasa. Hapa hapa mpaka huku tena. Ndio hivi umekuja kufanya nini? Ndugu yangu. Matatizo yamenikuta bwana mimi kwenda kwa Ulaya huko. Na ndio rafiki yangu. Nifanyie hivyo basi niondoke hapa sasa. Sikia bwana nimeshatua tu hapa. Alafu wewe rafiki yangu mimi nashangaa. Kwa hiyo imefikia mpaka hatua hii ya kuweza kulogana? Tuelewane ninachokiongea. Nimekwambia mimi nilikuwa naenda kwa Ulaya. Na sikia kama nimeshatua hapa. Ulaya wapi rafiki yangu, wewe mchawi sana wewe. Sasa tuachane nayo mambo sasa. Tuachane na unatakaje sasa? Naomba nitoe hapa mimi. Sasa mambo sio mengi. Na upala tena. Sasa upala achana nao sasa. Haya mambo sio mengi shoga yangu. Muda huu naomba nitoe hapa niondoke. Unataka kutolewa? Ndio. Ndio rafiki yangu tena. Sio ninavyotaka mimi, unataka kutolewa? Sasa mambo yote ya nini sasa? Nimeshakwambia nisaidie hapa mimi mazio. Kwa hiyo acha kumbe unakuwa hivi. Ndio sijajua sasa. Wewe rafiki yangu yani wewe mambo ya uchawi umeanza lini? Sasa mambo yote nataka nini tena bwana, nilishakwambia nitoe niondoke. Kama unataka kutolewa subiri sasa. Unataka kutolewa? Ngoja tukutoe. Mzee Kigomba.
Mzee Kigomba. Timba leo mimi. Hebu njoo kwanza. Nikuloga hiyo mwisho leo na sina mpango kabisa na mambo. Sinitie watu. Wewe subiri, umesema unataka kutolewa. Subiri watu tukutoe. Mimi ndo nasubiri. Mzee samani bwana, naomba nitoe bwana, mimi nilikuwa nenda zangu Ulaya najisikia tu niko hapa rafiki yangu. Anataka kutolewa eti. Umeona? Jamaa dawa yake ndogo tu. Tuongeuze kuku tuongeuze nini? Jamani msinigeuza kuku jamani. Mimi na damu kama nyinyi. Bwana mtaalamu, ngoma ishakuwa ngumu. Silali mimi usingizi. Tulia kijana, tulia. Tuliza mshono, tulia. Matatizo yako ishajua. Tena naona umezalilika sana kijana wangu. Haji ulivyo nakuonea. Yaani ulivyozalilika leo ingekuwa ndo mimi ningejifungia ndani, lakini umezalilika pakubwa sana. Achana na yote. Kwa unanisaidiaje sasa? Tulia, mambo yatakaa sawa. Ila mimi sawa sasa. Na mbinu nyingine. Mbinu gani? Tuliza mshono wako hapo, utulie nikufanyie mandonga hapa. Mambo yaende. Ila mimi na mbinu nyingine, hiyo utafanikiwa. Shatulia kitambo tunakusikiliza. Jana mbili niko na mimi hapa. Pale ukaombe maji ya kunywa. Maji ya kunywa tunawezekana vipi kwa sababu yule na mimi tayari ushajenga chuki. Mimi na imani una miaka kibao na hujawahi kusikia mtu kwenye maji ya kunywa. Hilo kweli. Sasa pale ukaenda kwa maji ya kunywa, ukipa maji ya kunywa, ukinywa kazi yake itakuwa shaisha. Kweli mtaalamu? Kielewe? Naam. Nakuomba mara moja. Kuna sehemu nasogea hapo mara moja. Basi mimi nipo bwana, nipo ndani mnapumzika maana si unajua jua limekuwa kale. Basi hata ina shida hata simu ndo tuangalia barabarani huko mihangaiko kidogo. Hapo niangalia ngazia mazingira nyumbani hapo kidogo. Lucas hivi hapa. Hakuna shida bwana rafiki yangu. Tuko pamoja. Oya kelele. Kelele. Wewe nani wewe? Mbona umejifungia ndani toka muda mrefu toka nje huku? Rafiki yangu. Niambie. Mpaka huku tena? Hizo onekani. Mimi nilishatoka kule. Nilikataa mambo haya. Niambie. Wewe umenikimbia mimi manake. Hata hivyo tukisema hivyo sio mbaya. Kwa lepi? Sasa wewe huku umekuja kufanya nini? Sikiliza tuachane naye. Kwanza mimi shida hapa moja ya kunywa. Kwa hiyo huko kote ulikotoka ukasema mimi siwezi kunywa maji mpaka nifike kwa rafiki yangu. Hiyo sio sababu. Maji unakotoka kuingia afu mwisho wa picha mavi kaza kakuma kwa jirani. Hilo ni kawaida tu. Humu ndani maji hamna. Unaongea serious au umefanya? Haya bwana. Si unataka maji? Chukua. Maji mimi siataki. Kunywa. Chukua, si una kiu? Sasa unaona mko wawili.
mume wangu ameniacha katika hali ngumu, na anajua vizuri kwamba ameniacha katika hali ambayo sio mzuri ya kimaisha, na hadi leo hii sisikii salamu yake na wala simu hajawahi kunipigia. Hivi afahamu au ni makusudi? Na sijui mwenzangu maisha yake mpaka sasa yupo kwenye hali gani, maana ukimya wake unanitia simanzi kubwa sana. Magic sound. Kumbe wanapenda kisikia. Naitwa Mr. Twende nao, producer Muno twende nao. Mimi wapa hapa nyumbani, wakiuliza jina twende nao, mimi namba Selemani. Mpenzi wangu. Mpenzi wangu. Mpenzi. Mpenzi. Kutoka kuondoka. Mbona kimya? Hani. Abe. Njoo. Aya, nakuja. Ya leo. Ano utamu. Jamani. Sijakuona muda mrefu. Mimi wewe? Niambie mama mtu. Fresh, uko poa? Niko poa, sio wewe. Mimi niko poa za mhangaiko. Ndio hivi. Oh, bwana Kelele. Vipi hali yako? Kama kawaida fresh. Shwari bwana, kwema? Kwema kabisa, vipi? Namshukuru Mungu. Toka muda. Ndio hivi bwana. Hatuonani? Bwana mihangaiko. Kwa kweli blaza, hani mpaka nafikia hatua nashangaa huyu mtu yuko wapi? Basi ndio hivyo bwana, narudi. Unajua kukuta nyumbani wanalisi watu. Ulisi tena? Wewe. Asi sawa, haina shida. Mimi shemeji yako namwamini sana. Haina shida, unajua kukuta wanalisi watu. Nini bwana unanitekenya unashika kwenye mapupu kwenye firigisi ndani. Unanitekenya bwana. Wewe. Mistaki bwana, mistaki. Unanitekenya tu, unanitekenya sitaki. Nikunyegeleza tu. Wewe vipi bwana? Usimalize. Sasa ya nini nalo kutoka mengine? Chogo. Wait till you see the
Unatoka msalani na mke wangu kuoga maji? No. Bwana Kelele. Vipi hali yako? Kama kawaida fresh. Shwari bwana, kwema? Kwema kabisa. Halo. Vipi? Wewe bwana. Imekuwaje? Mama amefikia hatua hiyo tena. Utani hadi kwa dada. Alifanyia kazi ile swala, ndalifanyia kazi. Taanza na yeye mwamu. Hapo nitakuja na mtani mwenzie wote nitakuta. Sawa, nitafanya mpango kwenda kwake mama. Sawa. Haina shida. Mama tena amefikia hatua hii. Ukauchokoza moto. Chokoza moto. Taanza naye. Sasa mpango niende kwake. Muda sio mrefu. Hebu ngoja. Tia shortcut. Sasa fahamu mshenzo amenikimbia hapa, tukutana mbele. Sasa bwana unachofanya dadangu utani wenu mnaita hadi kwa dada yangu. Asala yenu mnaita hadi kwa dada yangu mimi. Kwa hiyo utani kama wewe siwe asiupendi. Sasa bwana taarifa zako zote ninazo, kaa chini. Utani wenu mnaita hadi kwa dada yangu. Sasa bwana ilifaa mimi nilisikia na leo unazaa na mimi. Sikiliza. Labda kuongea nini? Sema nielewa. Utani ule kaza mwenyewe kielele. Sema nielewa. Unaona? Sasa kwenye utani sasa kama inafikia hatua sasa, inafikia hatua hii.
Brother sikiliza. Wewe binadamu na mimi binadamu, watu watoto kiume sio bwana. Hapo mnaenda kusameheana tu. Sasa wewe leo unazaa na mimi.